wameharibu mapatano ya wazee wetu. Kwa maana hawanawi mikono wanapokula chakula, kwa maana hawanawi mikono wanapokula chakula. Mafarisayo na waandishi wamemwendea Yesu, Mafarisayo na waandishi wamemwendea Yesu. Nisema wanafunzi wako wameharibu mapatano ya wazee wetu. Kwa maana hawanawi mikono wanapokula chakula, kwa maana hawanawi mikono wanapokula chakula. Watumishi wa Mungu, watendakazi wa Mungu, tusiwe kama Mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu. Kanisa la Mungu, vijana wa Kristo, tusiwe kama Mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu. Watoto wa Mungu, wazee wa Kristo, tusiwe kama Mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu. Watumishi wa Mungu, watendakazi wa Mungu, tusiwe kama Mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu. Kanisa la Mungu, vijana wa Kristo, tusiwe kama Mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu. Wazee wa Kristo, watenda wa Kristo, tusiwe kama Mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu. Bwana Yesu akawajibu Mafarisayo, neema iliyothabiti ni sana kwa Wafarisayo. Mmenipenda kwa hivyo, hiyo ilikubalika. Bwana Yesu akawajibu waandishi, neema iliyothabiti ni sana kwa Wafarisayo. Mmenipenda kwa hivyo, hiyo ilikubalika. Bwana Yesu akawajibu Mafarisayo, neema iliyothabiti ni sana kwa Wafarisayo. Mmenipenda kwa hivyo, hiyo ilikubalika. Bwana Yesu akawajibu waandishi, neema iliyothabiti ni sana kwa Wafarisayo. Mmenipenda kwa hivyo, hiyo ilikubalika. Watumishi wa Mungu, watendakazi wa Mungu, tusiwe kama Mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu. Kanisa la Mungu, vijana wa Kristo, tusiwe kama Mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu. Haleluya! Unastahili sifa wewe Mungu, tusiwe kama Mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu. Watoto wa Mungu, wimbo huyu ni wimbo wetu wa Kristo wote uliotokana na Mafarisayo. Mungu ametaka wimbo huyu ishi katika ndoto ili kuleta mataifa yote ya Wakristo kusiwe kama Mafarisayo na waandishi wa Kristo. Wamelifaulu Biblia vizuri, ila walikuwa manafiki, hawakutembea katika njia za Kristo. Haleluya! Ndugu yangu, wewe mama na baba, ni lazima tukaze maombi, kwa maana shetani amekuja kama simba ili akubalishe kuwa Mafarisayo na waandishi, ili Kristo asitende kazi katika ulimwengu wake. Ni muda wetu kusimama, kwa maana unaposoma Biblia, soma taratibu, soma katika kitabu cha Mathayo, taratibu tu katika kitabu cha Mathayo. Usikie jinsi Mafarisayo na waandishi walikuwa wamtii Kristo, ila Mungu wa huruma akawaambia ni vema alivyotabiri Isaya kwa Farisayo. Ulikuwa mkilipenda mimi Kristo kwa kidogo, ila mioyo yenu ni mbali, ila tabia zenu ni mbali. Katika jina la Yesu Kristo mshinde ni Mafarisayo. Mafarisayo na waandishi wakasikia woga, wakasema huyu ni nani aliyekuwa? Haleluya! Huyu ni Mungu aliyekuwa jana na leo na milele. Wimbo huyu alisema nje kwetu sisi wote wa Kristo, kwa maana shetani anaweka tabia ndani ya maisha yetu. Shetani ametuiba dhambi
Mfarisayo, ila aliingia usiku, kwa maana alisikia mahubiri ya Yesu Kristo. Akasema huyu ni mtu kana naye. Nikodemo akamwita, mwalimu, Nikodemo akauliza Yesu Kristo, nifanye nini Bwana ili nipate kuona ufalme wa mbinguni? Sikia wewe peke yako jibu ile pekee. Akamweleza Nikodemo, ndugu yangu, uzaliwe mara ya pili. Mungu anastahili sifa. Wewe uliyekuwa hapa Kanada, Vancouver, unayekuwa Australia, Belgium, Ufaransa na Uingereza, hata Afrika ya Kati, Jamhuri ya Kongo, Burundi, Rwanda, Tanzania na Kenya, bila kusema Afrika Kusini, usimame kwa ajili ya Yesu Kristo. Huku watumishi na watakazi wa Mungu wamema zao wanakuwa na vita kali ili shetani ameleta ili watoto Mungu wasimame kwa ajili ya Kristo. Ulaya huku shetani amepiga zao, Afrika shetani amepiga zao. Ni kwetu sisi kusimama kama Nikodemo. Nikodemo akakubali kuzaliwa mara ya pili. Sisi tunakuwa Mafarisayo na waandishi wa sheria. Wewe uliokoka mama, wewe uliokoka baba, muda upinde kwenye maombi mama yangu. Mahali popote ulipo katika ulimwengu huu, shetani asiendelee kupiga zao. Ni lazima uingie kwenye chumba chako ili ukanyage shetani katika jina la Yesu Kristo. Bata mafunga tukufu tena. Tunakuwa wenye kukula, tunakuwa wanafu, huruma. Sikia sauti hii inatoka mbinguni. Inakuamsha wa Kristo ili tujue kufunga tena, ili turudi katika mafungo, tuache kula na kunywa, ili Yesu Kristo atende kazi katika ulimwengu wake. Unatosha Mungu wangu. Acha Mungu atende kazi katika maisha yako. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe mahali popote mlipo ulimwenguni. Na wasalimu katika jina la damu ya Yesu Kristo. Na salimu watoto wa Mungu wote wanaokuwa ulimwenguni. Kwa maana siku zote wakati nimezaliwa kuna mengi Mungu alikuwa akiongea na mimi wakati ningali mdogo, na wakati natoa ushuhuda wakati wale wazazi wa kingali, wale wazee wa kingali waliokuwa naona ushuhuda ya jinsi Mungu alikuwa ananiandaa tokea ningali nimezaliwa Bugwembe Kabondozi Kubashiru Banda, tukakomalia Nundu, tukasomea Mboko mpaka tukahamia Uvira, na leo niko mahali hapa kwenye Mungu ameniweka kwa ajili ya kutoa ushuhuda wa Mungu ili kusaidie. Bwana Yesu asifiwe mahali popote mlipo. Muwe dini zozote, dini zisitupeleke pabaya. Roho yako na nafsi yako wewe ndio unajua jinsi unavyoongea na Mungu wako. Wewe ndio unajua jinsi unavyotumika na Mungu wako. Wewe ndio unajua jinsi unavyofanya kazi yoyote ile ya kimwili, wala ndani ya ndoa yako, wala ndani ya huduma, wala ndani ya kanisa unaokuwa ndani, wala misikiti ndio wanaita moske, wala Katolike na kadhalika, Batemwe de Jehova, Baneo Apostolike na kadhalika. Ila sisi wote tumeumbwa na mtu mmoja. Ni Mungu aliyeumba, aliyefanya ulimwengu wake kwa mfano wake tu. Hakufanya kwa mfano wa wanadamu. Na kwa ajili ya kutupatia thamani, akasema tunazaliwa kwa mfano wake. Na mwingi wa rema yule alikuwa zamani za kale alikuwa anafanya ukifanya dhambi anakuwa. Ila akasema basi acha basi, kwa ajili nimemtuma mwanangu Yesu Kristo akavaa mwili kwa ajili ya kuenda kukomboa ndugu zake. Akasema yule atakayepata neema, yule atakayetengeneza peke yake, hata mgonjwa ashauriwe na wengine, atapata kuokolewa na siku atakufuata kuwa pamoja naye katika kiti cha baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Na wakaribisha katika jina la damu ya Yesu Kristo. Muda huu mfupi nitaka tu tuombe. Tutasoma verse 2 tu katika kitabu cha Mathayo na tusoma katika kitabu cha Luka. Kwa maana siku zote nahubiri watu, Mungu anajua kwa nini naendelea kuwapa mashauri watu wa Mungu. Ona jinsi watoto wadogo wa kina Daudi wamepewa ufalme, wakaongoza taifa la Israeli, akawa mfalme katika taifa la Israeli, na wazee walikuwepo. Bwana Yesu apewe sifa. Na wakaribisha katika jina la damu ya Yesu Kristo mahali popote mlipo. Wapendwa na wapenda, na nyinyi muendelee kuniombea kwa maana na mimi ni mwanadamu. Mungu anaweza akanipa karama hii, ila karama hii nikichezea vibaya, nikifa nitaenda na nani? Ni lazima kuogopa, kuheshimu Mungu aliyekupatia karama, ni lazima muheshimu.
Wanadamu wasikurudishe nyuma, waseme kwa maana wanadamu wako pale kwa ajili ya kushishana moyo. Ila na wewe unapopewa karama, kumbuka kama kuna yule aliyekupatia karama, ni lazima uheshimu karama ile. Na wewe utakuwa unaona maonyo na ndoto. Atakuwa nakutumia majaribu ili wakujaribu, ili kesho uwe mshindi. Unaweza kusema amen. Mungu anataka yule aliyempa karama ulimwenguni mzima, anataka ajishushe. Unapojishusha, utakutana na wengine wenye karama ya kweli, watakuwa washauri wako na watakuongoza katika karama ile. Watakuongoza katika karama hiyo, mpendwa, mahali popote mnaponisikiliza ulimwenguni. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Nitaka kuwa pamoja na ninyi katika saa fupi kama hii kwa ajili ya kujileta mbele ya Mungu. Nina imani kuna mengi mnapitia. Nina imani kuna mengi mmejibiana mabaya, sio katika huduma tu. Kuna mengi mmejibiana mabaya kama watumishi wa Mungu. Kuna mengi mtumishi wa Mungu umejaribiwa. Kuna mengi mjakazi wa Mungu umejaribiwa. Kuna mengi kaka umejaribiwa, wala mama kazini, katika nchi hizi tulizokuja ndani hapa Ulaya. Na majaribu zingine Afrika ni nyingi tunazojua. Ila wengi Afrika wanavumilia katika vita, hawana kazi, hawana chochote cha kufanya, ila anasema nitamtegemea Yesu wangu tu, aliyeniumba kwa mfano wake, aliyenizaa kwa mfano wake. Unaweza kusema amen. Baba yetu huyu anatupenda, na mimi nimeona nije na nyinyi katika saa ndogo hii, muda mdogo huyu, kwa ajili ya kuwaletea ujumbe mfupi wa ufaraja, ujumbe wa kutufariji. Kwa maana tokea nimezaliwa, tokea nimebarikiwa kuwa mchungaji ama mtumishi wa Mungu hapa Canada, Mungu amenibariki na nikashauriwa na watumishi wa Mungu walionibariki kwa pastor. Usiwe katika mabishano na watumishi wa Mungu wengine. Usiwe katika mabishano, kwa maana mabishano haileti faida. Inaleta upuuzi, inakutoa katika uwepo. Ungepata wakati ndani ya nyumba yako kumlilia Mungu wako, sio kufunga macho tu ndio kumlilia Mungu wako. Unaweza kuwa mama yangu uko napiga, unamweleza Mungu wako, Baba umenipa ndoa. Mungu wa Elia umenipa ndoa. Hata mtu anasema Mungu wa Elia umenipa mume. Tujaribu kuleana. Hata ndani ya familia inaweza kuwezekana wewe usikii wazazi, inaweza kuwezekana wazazi na wazazi wasikilizani. Ni kusema Baba wa Elia, kumbuka mahali umetutoa. Umetutoa katika matapishi, umetutoa katika matope. Unaweza kusema amen. Siku zote nasema nimeutoaka ujumbe nikingali Vancouver. Nimesema kuna vingine vitakuja. Kuna wajurnalisti watakuja wengi duniani. TikTok itakuja, kutakuja vitu vingi. Tunawazeka kama ni vipya, sio vipya. Vilikuwepo tokea zamani za kale. Kuvaa uchi kwenye TikTok ni vilikuwepo. Kila mtu na jinsi anavyotaka kufanya. Ila msimjaji. Amfahamu kwa nini anavaa uchi, amfahamu kwa nini anakunywa pombe, amfahamu kwa nini anaendelea kuaibisha hata ndugu zake kwenye TikTok ama kwenye Facebook. Na kanisani watu wanaibishana, watumishi wa Mungu wanaibishana, wajakazi wa Mungu wanaibishana. Huku wanaonekana sio wakunywaji wa pombe, sio, ila wapo kimya, ila wanaibishana. Unaweza kusema amen. Karibuni wapendwa, katika muda mfupi kama huyu nitaka niwe pamoja na nyinyi. Nimesema ni mara kwanza mimi kuingia katika program hii kwa ajili ya kuleta injili na kuleta programu zingine ninazofanya kwa ajili ya kusaidia wahandikape ama kusaidia handikape Afrika na hapa Canada. Siwe eti niko na kazi. Hapana. Tokea ningali mdogo natoaka ile niko nayo. Na ndio kwa maana nabarikiwaka. Unaweza kusema amen. Mimi natoaka ndio kwa maana nabarikiwaka. Sitoaki kwa ajili mwanadamu anieleze nitoe. Na wewe mpendwa unayetoa kwa ajili utoe, Mungu akubariki na Mungu ataendelea kukubariki. Sio tu ile baraka uliyoomba. Kuna mengine Mungu anaendelea kukuandalia. Utabarikiwa zaidi ya ile, kwa maana unajua kutoa kwa moyo mmoja. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu atubariki mahali popote mlipo. Tusiwe kama Mafarisayo na waandishi. Mafarisayo na waandishi walijua, walifahamu Biblia vizuri. Walisoma, kulikuwa wale walikuwa walisansie, kulikuwa wale walikuwa wa graduate, kulikuwa wale walisoma masomo ya juu. Ila walikuwa wakimjaribu Yesu tu. Na wanaweza wakajaribu na wewe. Na wanaweza wakanijaribu na mimi. Mapasto wanaweza wakawa wengi, ila nijaribu kwa mapasto wengine.
ila nijaribu kwa nyumba zingine, ila nijaribu kwa nyumba zao, ila nijaribu kwa watoto wao, ila nijaribu kwa familia zao, ila nijaribu kwa community. Bwana Yesu apewe sifa. Ila ushindi ni nini? Ni kuikaa kimya. Usome mwanadamu mashauri. Kweli kuna wanadamu wanaweza kukupa mashauri mazuri, kuna wanadamu wanaweza kukupa mashauri mazuri, ila kwa maana haupo rohoni utafahamu nani atakupa mashauri mazuri. Ni lazima wewe kuikaa kimya na kutulia ndani ya Yesu. Kuna mambo wanadamu tunafanya, kweli tunaanguka katika mengi, ila wanadamu ni waeleze kweli, wewe uliyeitiwa na Mungu mahali popote ulipo, nitakwenda kusomea verse hii, iwe nanga kwako katika maisha yako milele. Iwe nanga kama vile jinsi wanavyotupa nanga baharini wakati wanakwenda kupaki mtumbu, wakati wanakwenda kupaki meli, wanatupa nanga baharini. Wakati ndege inatua, inatiaka ile mabawa yake chini, inaweka ile mizizi ili ndege isipepesuke. Na ndo Biblia, na ndo dunia leo. Tunavaa ngozi za kondoo ila mimba wa mtu ndani. Tuimizane katika safari ya kwenda mbinguni. Tusiwe hapa kwa ajili ya ubishi, kwa ajili ya Biblia. Ushuhuda wangu ni kubwa wapendwa. Na mimi Mungu ametaka nije pamoja na nyinyi siku ya leo. Saa zingine Mungu aniona katika mwaka 2024, saa zingine Mungu aniona katika mwaka 2023, saa zingine Mungu aniona katika mwaka 2022, saa zingine Mungu aniona katika mwaka 2021. Nilikuwa katika mazingira mabaya, ila kwa maana Mungu amesema tokeni ngali Afrika, nitafika, nitakuwa mshindi. Sipo mtakatifu, ila Mungu ameniita kwa ajili ya kushauri ulimwengu. Na ulimwengu ni sisi. Nani atajenga ulimwengu kama sisi? Kama iko sisi. Nani atajenga kanisa kama iko sisi? Kama tuna umoja katika kanisa, kanisa itabomoka. Kama tuna umoja katika community inabomoka. Kama tuna umoja katika chochote kile kinabomoka. Kwa maana kinywa hichi tunachohubiri, tunachoteta, tunachosema uongo, tunachoua, hichi kinywa ndio kinaharibu ulimwengu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kwa Mungu. Mtakatifu Mungu uishe mahali patakatifu. Baba, nimesema asante kwa maana wewe ni mwema. Nimesema asante tena Yesu Kristo Baba kwa mbele ya madhabahu yako. Kwa maana umesema mahali popote ni madhabahu, kama mwanadamu anajitakasa. Baba, nilipo katika madhabahu yako na unaona watumishi wako na wajakazi wako, Baba, wanataka kusikiliza lile litakayotoka katika kinywa mtumishi wako. Baba, unisamehe na kunitakasa, unioshe na damu yako. Kwa maana Yesu Kristo kamweleza Musa, vua viatu yako mahali hapa ni mahali patakatifu. Musa alikuwa amekosa mambo mengi, ila Yesu Kristo akasema ni wewe ndio utakuwa mkombozi kwenda kuokoa watoto wa Israeli Misri na kuwarudisha katika nchi ya uzao wao, kuwarudisha katika nchi ya ahadi. Mungu wa Elia, Mungu wa Yakobo, acha nizarauliwe Yesu. Umesema acha nizarauliwe ili nirudishe hata mtu mmoja kwako Yesu Kristo, ili nirudishe hata mwanadamu mmoja Baba akufe ndani yako. Kwa kama jinsi unavyonitetea, kama jinsi unavyonitumia wanijaribu, Baba ninakuwa mshindi. Acha jina lako lipewe sifa, Mungu wa ajabu, kwa maana unastahili. Baba, nimefunika ulimwengu mzima na damu yako. Wale watakwenda kugawa Bwana maombi haya, mahubiri haya, Yesu Kristo uwabariki katika ghala zao, uwabariki katika mikono yao, uwabariki katika maisha ya kiroho. Jehova Shalom, asante mtakatifu kwa mtakwenda kutenda Baba. Kama kuna vita katika Bwana hali yoyote katika manyumba zao, katika mioyo yao, lile limeshindikana kuacha, Bwana wewe una uwezo wa kumweleza aache, kwa maana wewe una uwezo Yesu Kristo. Baba, mwanadamu anaweza kumvunja moyo, ila wewe Bwana, wewe ni mjenzi mzuri. Tunapokulilia na Bwana unatuokoa katika majanga, tunapokulilia na unatuokoa katika majaribu, tuseme nini Mungu wa ajabu? Baba, nimefunika yote chini ya mambo yako. Acha malaika wa mbinguni wawe pamoja nasi. Acha Saint Esprit, Roho Takatifu wa kuzimu, Roho Takatifu wa mbinguni wawe pamoja nasi Yesu Kristo, ili atuongoze katika Bwana yote hilo utakao Bwana toa katika kinywa changu, iwe baraka kwa taifa, iwe baraka kwa ulimwengu, iwe baraka kwa mapasta wote ulimwenguni. Baba, sipo hapa kwa ajili ya kujaji Baba, na ndio kwa maana mimi Yesu Kristo nakuomba usiku na mchana Baba, nisiwe hapa kwa ajili ya kuingia katika kundi ya watumishi wa Mungu wale wanaojaji Yesu Kristo Baba, unisamehe, kwa maana Bwana wote ni watumishi wako, ila Mungu wa ajabu, acha jina lako lipewe sifa. Jehova Shalom, asante mtakatifu kwa mtendea kutenda. Hakuna mwingine aliyekuwa kama na wewe. Wewe ni Mungu unayetenda usiku na mchana, wewe ni Mungu unayejibu. Mungu wa Elia, acha nikusifu Bwana
Distractions zinaweza kuja kwa maana Bwana niko kwenye kazi yako. Acha ni Bwana ujibu kwa saa kama hizi. Bariki neno hili. Ibariki kila mtakatifu atakwenda kusikiza neno hili. Waigao mahali popote walipo. Baba waende kugawa neno hili. Kwa maana neno lako Bwana ni faraja kwetu. Neno lako ni msaada kwetu. Baba ni mambo machache kwamba ni kwangu na kutenda ni kwako. Ni katika jina la damu ya Yesu Kristo uliye Mungu na Mwokozi nikiomba amen. Bwana Yesu apewe sifa. Karibuni wapendwa ulimwenguni mzima. Nitakwenda kusoma kitabu cha Mathayo. Tawakawiza. Kitabu cha Mathayo sura 11 mstari wa 25 hadi 27. Kitabu cha Mathayo. Wewe mwenyewe utakwenda hadi Mathayo tena 13 10 hadi 17. Ila nitasoma leo Mathayo 11 mstari wa 25 hadi 27. Nitamalizia katika kitabu cha Luka 10. Luka 10 nitasoma 25, 26 hadi 27 ili iwe jengo kwako. Hakuna mwanadamu mbaya katika ulimwengu. Wakati unapata neema na unaacha vyote, mwanadamu atakujaje eti utaenda mbinguni? Yeye ni Mungu. Hautaenda mbinguni, anasema yeye ni Mungu. Mungu ndiye amekuumba na anafahamu kama kuna wakati wa neema. Kuna wakati unaweza kutengeneza na wakati ile anakuvuna na unakwenda kuona malaika wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kusoma kitabu cha Mathayo sura 11 mstari wa 25 hadi 27. Ngoja tutafute Mathayo sura 11 mstari wa 25 hadi 27. Nitasoma pamoja na nyinyi. Matthieu 11 on va commencer à 25 jusqu'à 27. Matthieu 11 25 jusqu'à 27. Matthew 25 Matthew 11 25 to 27. Matthew 11 25 to 27. Ule mwote mko na Biblia asome katika jina la Yesu Kristo. Tutasoma. Wakati ule Yesu akajibu akasema, na kushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili. Mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. 26. Na Baba, kwa kuwa ndivyo ulivyopendeza mbele zako. 27. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna mjuaye mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kichwa cha jioni ya leo, kichwa cha neno cha jioni ya leo, mfano wa Mafarisayo, mfano wa Msamaria mwema. Kichwa chetu cha neno la leo, mfano wa Msamaria mwema. Hii ilikuwa habari katika kitabu cha Mathayo mtakatifu, na Mathayo akafunuliwa na Mungu kama jinsi ninavyofunuliwa na Mungu muda kama huyu. Hili ni kujenga mpendo mahali popote unapokuwa ulimwenguni. Hili ni kufunulia haya. Tusiwe kama Mafarisayo na waandishi. Hii wimbo ulikuwa napiga hapa kwenye YouTube. Ni wimbo nimetunga mimi mwenyewe pale Vancouver, Canada. Nimetunga mu 2017. Nilikuwa nalala, tulikuwa katika vita kubwa na ex wangu anajua, na nilikuwa naoneshwa hata kitandani. Sasa nilikuwa naeleza maprofeti wanasema, sababu mmeuko naoneshewa kwa naandika, kwa maana sio yeye yuko naongea na Mungu wa mbinguni. Ila sasa ndio kuuliza watumishi wengine wakasema yuko naongea na mapepo ili wamvunje moyo. Tazama leo tuko wapi? Tazama leo ndoa yetu iko wapi?
Wapendwa mnisikilize. Hapa Mathayo kafunuliwa, akaandika kitabu hichi ili kiwe baraka kwako na kwangu muda kama huyu. Mpendwa, mahali popote unaponisikiliza, kiwe baraka kwako, kiwe baraka kwako mtakatifu, mahali popote unaponisikiliza ulimwenguni, mahali popote unaponisikiliza pa Quebec, mahali popote unaponisikiliza Chilo nani Trois Rivières, mahali popote unaponisikiliza Montreal, mahali popote unaponisikiliza partout là au monde. Leo shetani asituchezee, kwa maana sisi ni watoto wa Mungu. Sikia jinsi Yesu akazungumza, Mathayo akazungumza kutufariji, kutuonyesha kama sisi ni watoto wa Mungu. Tuwe mfano wa huyu Yesu Kristo aliyekubali kuvaa mwili, akachomwa mikuki, akaitikwa kutesa, akalia Eloi 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 na masawa katani. Akasema, Baba yangu, kwa nini umeniacha? Mungu akasema, sijakuacha, nipo pamoja na wewe, katika mkono wangu wa kuume utakuwa pamoja na mimi. Unaweza kusema amen, amen mahali popote ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, mahali popote ulipo, kuna yote yale unayopitia, majaribu unayopitia, unaweza kaibiwa hili na lile, unaweza kujaribiwa na watumishi wenzako. Leo wanasema watumishi wengine wanakuwa wa TikTok, leo wanasema watumishi wengine ni wa Facebook. Hapana, wameitwa na Mungu hata kama wanakuwa wajanja. Wameitwa na Mungu hata kama wanakuwa wanaanza kuiba. Wameitwa na Mungu, wameitwa na Mungu. Wameibiwa tu zamu. Hata mjakazi wa Mungu anahubiri kwenye TikTok, wala iko na kanisa anahubiri pale kwenye TikTok. Inatufariji sisi tunaposikia mahubiri yale. Ni mahubiri itatujenga katika safari ya kwenda mbinguni. Itatujenga wapendwa. Msizarau wahubiri. Wanadamu wanatumika kama Mafarisayo na waandishi. Wanajaa kanisani, wanatumikishwa na mapasteri wengine ili waje ndani ya nyumba yako wakusikilize. Wanakudanganya eti wanakupenda, huko wanakupelekea habari mbaya. Huko wanakupelekea habari zote mlizozungumza, wanazipeleka kwenye wale mapasto wenyewe ni watu yao. Wale waumini wenyewe walikuwa pamoja na wao ili wakuaibishe. Ila itika kuaibika, ila kuna rafiki mzuri ni Yesu Kristo tu. Kuna rafiki mzuri ni Yesu Kristo tu. Ni nani anayekuwa rafiki mzuri kama Yesu? Aliyekupenda akakubali kukufa kwa ajili yako. Nani anayekuwa rafiki mzuri kama Mungu huyu wa Elia? Aliyekubali kuumba ulimwengu na akakamata udongo akafinyanga udongo, akakuumba kwa mfano wake, akakuvalisha mwili huyu inotabasamu. Watu wanakusikilia jealousy, watu wanakusikilia wivu mama, kwa maana umezaliwa kiana. Watu wanakusikilia wivu baba, kwa maana wewe na mke wako mko salama ndani ya ndoa yako. Watu wanakusikilia wivu baba, kwa maana wewe ministeri yako imesimama salama. Wanatuma Wakristo ndani ya kanisa ili wabomoe ministeri. Ni wakati wa kusimama na ministeri zenu. Heri kuishi na mlevi, heri kuishi na malaya, heri kuishi na chizi, mwenda wazimu, kuliko kuishi na watu wapole. Na watu wapole wengine, unapokuwa kiroho, anakuwa mpole kwa ajili atai kuharibisha nafsi yake, atai kuharibu nafsi yake, atai kuharibisha responsibility Mungu aliyoweka ndani ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kweli, wakati Yesu akajibu akasema, namshukuru Baba Bwana wangu, namshukuru Baba Bwana wangu, Baba yangu, Mungu wangu. Na uendelee kumshukuru Mungu mwenye anayekupa pumzi, anakupa souffle de vie muda kama huyu. Wengi wako na kusema vibaya nyuma ya mgongo saa hizi, ila wewe Mungu anaendelea kukupatia souffle de vie. Tuliza moyo, kitisa motema, tuliza moyo mpendwa. Acha kujibia wale wote wanaokuvunja moyo. Uko na miradi mbalimbali wanakuvunja moyo. Uko natarajia kuolewa, wanasema ule mwanaume hafai. Uko natarajia kuoa, ule mwanamke hafai. Uko natarajia kufanya maproject yako, kwa maana umeeleza wanadamu wanasema haijakuwa wakati ya kufanya ile project. Kwa maana hawajui umeitwa na Mungu wakati gani. Hawafahamu kama umeitwa na Mungu depuis longtemps. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Yesu Kristo akamshukuru Mungu wake. Kama jinsi mimi naendelea kumshukuru Mungu wangu.
Kwa hiyo tunaopitia na mshukuru Mungu wangu. Na ndio kwa maana mimi naendelea kuombea dunia, naombea watu wa Mungu, naombea wamama na wababa wale wako katika makundi, ndani ya makanisa, ndani ya mitaa, ndani ya nyumba. Kwa maana Biblia inasema hata sisi watu wazima tunafahamu, hata vijana wanafahamu, unaposema kweli hautafurahiwa na ulimwengu. Unaposema kweli hautafurahiwa na mwanadamu yule anayekuwa katika vitu vyake vya intere. Anatafuta yeye ainuliwe wakati hajafika kuinuliwa. Anatafuta yeye apite yule visionaire. Apite visionaire. Visionaire ambarikia kwa mtumishi wa Mungu, anataka mpite. Ulimwengu na huku iko namsema vibaya. Huku anamponda kabisa. Kwa nini ulimwengu hivi? Watu wa Mungu, msimame kwa ajili ya Mungu. Msimame kwa ajili ya Yesu Kristo aliyewaupenda. Business yako watu hawaifurahii. Wanasema unakamata dawa. Mama, endelea kusimama na baba. Fanya business yako na Mungu ataendelea kukuletea wateja. Mtoto wako anapoolewa, wanasema kama kwa nini watoto zake tu wanakuwa wanabarikiwa? Kwa maana unafahamu kuongea na watu vizuri. Na kuibia siri John leo. Ukifahamu kuongea na watu vizuri, watu watakusema vizuri mahali popote utakwenda. Watu wote watakusema vibaya. Kuna wale watakusema vibaya na wengi watakusema vizuri, kwa maana wanajua wewe ni mtu wa watu. Unaweza kushangilia kwa makofi, wewe mtu wa watu. Itika kudharauliwa, itika kusemewa na wanadamu ili Mungu akuinue. Ili Mungu akuinue. Mti sio toa matunda. Mti sio matoa matunda, Biblia inasema, wakasema mti yule ilaaniwe. Ila wewe ni mti unaotoa matunda. Mimi ni mti unaotoa matunda. Acha tudharauliwe. Acha tuseme kwa siri. Acha watu watutembelee huko tunawaeleza ukweli, wanatoka nje wanakwenda kutusema vibaya. Shukuru kwa kila jambo. Mti yenye matunda ndio nakatiwaka. Mti yenye matunda ndio naenda kuliwa matunda yale. Acha wewe ni matunda ulimwenguni. Wewe ni matunda mama. Watu wanakusema vibaya. Hawafahamu kama mama uliingia katika mambo ya bwate, mambo ya ulevi, ni kwa ajili umeolewa vibaya. Kwa ajili umeolewa vibaya. Mume wako kukusikiliza. Mume wako kusikia. Haleluya. Mume wako kusikia kama amepata mke mwema. Hata wewe mume umeoa mwanamke hakusikia. Hata familia yake saa zingine imemshauri, ikamweleza wewe ni tunda la Mungu. Mume huyu ni tunda lako. Mheshimu katika madhaifu yoyote. Usimdharau. Ila watu wengine, wanaume wengine wa nje, unadharau mume wako kwa ajili eti ana pesa. Hata hapa Ulaya unadharau mume wako kwa ajili ana pesa. Mama yangu, pesa ni vitu vya kubakia. Hata na wewe mume unagombania pesa za watoto. Wewe na mume na mke mnagombania pesa za watoto kweli? Simuwe kama baba huyu Yesu Kristo. Akaheshimu yule aliyemuumba kwa ajili aje tutetee. Bwana Yesu apewe sifa. Mnagombania pesa ya watoto, wapeleke wapi? Mimi nimeacheka ex wangu. Hata hapo wanaweza kumpatia, nimemwachia pesa za watoto 3. Nimemweleza kwa nakula mama, ni vitu vya kubakia. Wale watoto watakuwa matunda mazuri kesho kwetu. Na ukipata kuolewa, olewa. Nitabarikia na yule mume wako. Kwa maana ni shetani. Ulikuwa na karama yako. Kweli kila familia, unapotoka ndani ya tumbo ya mama yako wala baba yako, kweli unaweza kuwa na karama ya hasira, unaweza kuwa na karama ya kupenda vitu vya dunia, ila kama umeoa mke kama ule, mvumilie. Na unaweza kuwa na mume iko na karama za anataka kujionyesha, ajipendekeze, anyanganye pesa. Pesa itawapeleka wapi wazazi wenzangu wa kiume? Ndio kwa maana kanisa zetu hazishimami. Tuombe. Na maombi yatafanya kitu. Mungu ametupatia akili, ametupatia macho, ametupatia ulimi mzuri wa kushauriana mazuri. Ona jinsi Yesu Kristo alivyoshukuru baba yake wa mbinguni. Na wewe na mimi tunaoshukuru baba wa mbinguni, tunaye kumpatia samani huyu baba wa mbinguni. Tunaye kumpatia samani huyu baba yetu tunaheshimu. Anatendea makuu mengi. Mahali wanadamu walisema utafika, ila wanakuja kuwa na surprise. Wanaona umekuwa na magari mazuri. Wameona umekuwa na manyumba mazuri. Wameona familia yako ilikuwa Afrika. Umepata tu neema. Kampani fulani na waleta Ulaya. Ama wazungu na waleta Ulaya. Ameona kwa maana umefanya kwa siri. Fanyeni vitu kwa siri ndugu zangu, mkiwa ndani ya ndoa.
Kwa maana ndoa ni kanisa, siku zote nasema. Na hata hao wajane wanaoitwa mama single wala wadadi single, na nyinyi ndani ya kanisa msitike kutumikishiwa, mtatumikishiwa vibaya. Watu wako na wasema vibaya huko nje. Mtatumikishiwa vibaya, wanawatumikisha nyinyi mwende kuzaraulika, huku wao wanatembelea magari yao mazuri. Wanakuwa na wake zao na waume zao ndani ya nyumba, wanagombana kule na wafichiana siri. Naweza nikarudi tena, Bwana Yesu asifiwe. Wanagombana ndani ya nyumba na wanafichiana siri, kwa maana ni mapasto. Ila ndani ya moyo wanaumia. Wanawake wa mapasto wanaumia. Wanawake wa mapasto kwa ajili au heshimu huyu baba wa mbinguni. Akaheshimu baba wa mbinguni. Yesu Kristo akaheshimu baba wa mbinguni. Na ndemari kuna wale bado wanaheshimu baba wa mbinguni. Ila tusinge katika majanga. Ulimwengu hii sio yetu, ni ya kupita. Ulimwengu ni ya kupita, wapendwa. Tusiwe kama Mafarisayo na waandishi. Walikuwa wasomi wakubwa kuliko hata waliotengeneza masomo hapa duniani wazungu. Walikuwa nafahamu Biblia kuanzia Mwanzo hadi Ufunuo. Walikuwa naifahamu kichwani. Ndio kwa maana walipeleka kwetu Afrika. Unaona mtu anafika Ulaya, anasoma versi na anasoma versi nyingine bila Biblia. Wamefunzwa. Ila mimi nimeitwa bila kusoma Biblia. Mimi nimeitwa hivyo. Nasoma versi kidogo na mimi naitafsiria. Kama wewe uko wa Mungu, ile versi itakusaidia na wewe mahali popote ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kumalizia katika kitabu cha Luka. Luka 10:25. Luka 10:25. Ndugu yangu, nina imani umebarikiwa, na kama uko katika unaendelea kudharauliwa, itika kudharauliwa. Ila aliyekudharau siku moja atakusalimu kwa heshima. Aliyekudharau siku moja atakusalimia kwa heshima. Ila funga mdomo wako. Watu wanaweza kukudharau eti unavaa uchi kwenye TikTok, kwenye Facebook, hawajui ulipitia mangapi. Hata government za Ulaya hapa Canada naziheshimu. Kwa maana wanavumilia mengi. Hata sisi watu wa ndoa wanatuvumilia sana. Kuona uongo ni mwingi sana tunawapelekea. Ila kwa ajili ni watu wanajua teknolojia. Walisomea teolojia. Wanajua kuvumilia mengi kwa ajili ya sisi wanadamu. Najua kwa maana tupo na amani hapa Canada. Najua kwa maana tuko na amani Amerika. Najua kwa maana tuko na amani Australia. Najua kwa maana tuko na amani Sweden. Kwa maana wanajua kuvumilia vitu vingi. Ila sisi tunaojiita tumeokoka, oh my God. Sisi tunaojiita tumeyala kanisani, eti tunataka kumtumikia Mungu. Oh, huruma kwa Mungu. Ila tushimame kwa wale bado wanashimama. Tunasoma kitabu cha Luka sura 10 mstari wa 25. Nitaitafuta kwa maana hapa siko naona vizuri. Nitaitafuta, tutaisoma katika jina la Yesu Kristo. 25. Nitasema katika jina la Yesu Kristo. Kwa kuwa yamfaa nini mtu kupata ajili yangu, yamfaa mtu kuipata ulimwenguni wote kama akijiangamiza na kujipoteza mwenyewe. 26. Kama sababu kila atakaye nionea haya mimi na maneno yangu, Mwana wa Adamu atamonea haya mtu huyo. Atakapokuja katika utukufu wake na wa Baba na wa malaika watakatifu. 27 ya mwisho. Nami nawaambia kweli, wapo katika hawa simama hapa, ambao hawataonja mauti kabisa, hata waone kwanza ufalme wa mbingu.
Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya ulimwengu. Haleluya Canada, haleluya Quebec. Yule yote anajifanya kuokoka. Hata mimi mtumishi wa Mungu nilifaa kuokoka, niko na bodyguard kwa ajili ya kuniletea information. Siko ndani ya Yesu ya kweli. Siko namtumikia Yesu kwa kweli. Baba yangu mbinguni anasema na mimi mbinguni hataona haya ya kunitupa katika uchafu. Hataona haya ya kunitupa katika moto wa milele. Hataona haya ya kunitupa kwenda kutumika na shetani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana sisi tunaojifanya wa Kristo, sisi tunajifanya tumeokoka, sisi ndio tunakuwa wenye dhambi, tunafanya mambo mengi hatutaki kutubu, ila tunasema watu wanaovaa uchi kwenye TikTok ni wenye dhambi, watu wanaotumia pombe ndio wenye dhambi, watu wanaoua ndio wenye dhambi, watu washerati ndio wenye dhambi, ila sisi hatujawahi kuokoka. Hata kutolea Mungu hatuwezi kutolea Mungu vizuri. Tukisema habari ya kutolea Mungu, kanisa zinataka kufungwa. Kanisa zinashindwa kulipa kanisa linashindwa kulipa rent, kulipia kanisa kwa ajili tupo wanafiki. Hatusemi kweli. Mimi nakuwa mimi tokea ningali mdogo. Ukinieleza kunywa pombe ndio. Ukinieleza ulizini ndio. Kwa maana nimeitwa hivyo. Sasa nikuficha wewe mwanadamu, nilificha Mungu nini? Bwana Yesu atuhurumie mahali popote mlipo. Nikificha wewe mwanadamu nakuficha. Hata nikufiche na Mungu anafahamu nimekuficha nini. Nimeficha nini watu wa Mungu, taifa la Mungu. Bwana Yesu anawapenda jioni leo. Iga mifano mizuri. Hata katika ndoa yako iga mifano mzuri. Hata kama uliachwa na ex, uliachwa na mume ama mke, mjaribu kuheshimiana. Na mnapokuja kanisani muombe hata kanisa moja. Mwache mama kutupiana maneno. Mwache mama kutupiana ni vitu ya kubakia. Pesa za watoto zitabaki. Na kama mke wako ameolewa, ni vizuri aolewe kuliko kuwa natukaniwa na wanadamu. Kama mume wako ameoa, ni vizuri aowe kuliko kuwa natukaniwa na wanadamu. Anasema nitawatema wale wenye wanaokuwa wajinga katika mambo yangu mimi Mungu. Wanaokuwa wajinga, wanajifanya wameokoka kumbe huko ni wa moto. Wanajifanya wameokoka kumbe huko wanafanya mambo. Ukiwauliza wanakataa hata kutengeneza mbele ya watumishi wa Mungu. Ukiwauliza wanakataa hata kutubu. Ila yule anayevaa uchi, amevaa uchi kwenye TikTok umemuona na nakubali amevaa uchi. Na amekubali amezini. Yule anaweza kaona ufalme wa mbinguni mbele yako, wewe unajifanya umeokoka. Mimi ninajifanya nimehubiri hapa. Anaweza kaona ufalme wa mbinguni mbele yangu. Kwa maana tusicheze na Mungu. Huyu Mungu anamtaka multisystem. Yeye anakuwa kutoa double tranchant. Msicheze na Mungu, niko na tabiri. Sitaki kutabiri ya kusema I am prophesied na kwa kataa. Ile kwa I am prophesied na kwa watu wanaiba watu. Ndio nakutabiria leo. Huyu Mungu anavaa uchi hapa kwenye TikTok, anaweza kwenda mbinguni, na mimi mtumishi wa Mungu, tunaotumika na wewe kanisani tunakosa mbingu. Mungu wote watumishi wanakosa mbingu. Waimbaji wanakosa mbingu. Walimu wanakosa mbingu. Kwa ajili wanaumizana wao kwa siri. Bwana Yesu atuhurumie sana. Kimbia yule anayeumizana kwa siri. Unaweza kama kanisani ila muogope yule anayeumizana kwa siri. Mimi napenda mtu anayeumizana wazi. Anayekuja anaweza mtumishi wa Mungu atumika na wewe, ile madhaifu yangu ni hii. Nitamfisishia madhaifu yale. Kwa maana ameshanieleza. Ila watu wenyewe wanaoumizana kwa siri. Ulimwengu, wanadamu. Nimejuta kwamba mwanadamu alisemaka. Kisha akakuja kututumia tena mwingi wa rehema, akakuja kutumia Yesu Kristo. Ili aje atukomboe. Kichwa chetu ya neno la leo. Mfano wa Msamaria mwema. Mfano wa Msamaria mwema. Katika ulimwengu hata ndani ya kanisa kwa Msamaria mwema, watu wote watakupanda kwenye kichwa, watakudharau hata ndani ya nyumba, hata katika ministeri. Wewe unataka kusaidia watu hata ndani ya nyumba yako, unataka kusaidia maskini, kisha wanasema unakuwa mchawi. Kisha wanasema duka yako ni uliweka madawa kwenye duka, ndio maana unakuwa unauzisha. Na nataka nikueleza leo mpendwa, baraka zako zinatoka kwa Mungu. Na kama unakusaka vile vitu uache. Baraka zako zinatoka kwa Mungu, acha watu wakudharau. Wasema wewe unaendelea kubarikiwa kwa ajili umegusa dawa.
Umeendelea kubarikiwa mume mwema kwa ajili umegusa dawa. Umeendelea kubarikiwa mke mwema kwa ajili umegusa dawa. Umeendelea kubarikiwa watoto kwa ajili umegusa dawa. Hapana, ni kwa ajili unajua kutoa. Ni kwa ajili unajua kujitolea mbele ya Mungu na unajua kusaidia hata watu. Kuna watu kuna wasaidia, anapiga asante, anakushukuru mbele yako. Huko anaenda kutangaza mabaya. Sema Mungu awahurumie mtu kama huyu. Wewe unamsaidia na roho moja, unasema acha nisaidie ndugu wangu naiko hapa Ulaya. Acha nimpe hata $500, $1000. Imsaidie katika matatizo yake. Mimi nasaidia nashukuru mtu aliyenisaidia hapa Quebec. Nimesaidiwa na kijana mmoja anapiga gitari hapa Quebec. Amenisaidia mambo mengi. Nimemshukuru kabisa. Amenieleza mtumishi wa Mungu, mimi nakubariki kutoka kwenye moyo wangu. Pesa zile kama utarudisha, mimi nakubariki kutoka kwenye moyo wangu. Kwa maana naona unasimama katika kweli. Na wanadamu msiogope, nyinyi wote mwe Waislamu wa nani, ukiwa mtu unatoaka kwa kweli, lazima utapiganishwa na ulimwengu. Na ulimwengu ni wanadamu. Lazima utapiganishwa na ulimwengu, na ulimwengu ni wanadamu. Saa zingine watapitia katika mapasto wenzako ili wakudharaulishe tu. Haiko tu kwenye TikTok, hata kanisani atakuja na maverse, atahubiri ili akudharaulishe tu. Ili adharaulishe Mkristo mwenye iko anajitolea kwa ani na kweli ndani ya kanisa, mdharaulishe tu. Msimame watu wa Mungu mahali popote mlipo ulimwenguni. Dunia isiyo yetu. Muache ya Kaisari, muache Kaisari, na ya Mungu mumpe Mungu. Acha udharauliwe mama. Kama shopu yako inaendelea, wanasema ni madawa, waeleze na shukuru kwa kila jambo. Hata wewe baba, kama umepata kazi nzuri ya kupokea $50 par heure, $15 par heure, wanasema nagusaka dawa kutoka Afrika, sema thank you so much. Mimi nashukuru kwa kila jambo. Kwa maana unapojibu utakwenda kuumia moyo bure. Na utakwenda kupata mapresha. Utakwenda kupata matension ya bure. Utakwenda kujiumiza bure. Oh, haleluya. Nitakuwaletea neno fupi jioni leo, iwabariki mahali popote ulipo. Sikuwa na mengi ya kushare na nyinyi. Ila nina imani neno hili unapolitembelea usijibu mwanadamu. Hii vyote vinavyotengenezewa, nimehubiri na nikatoa ujumbe kwenye TikTok. Nikasema wazungu wanafika mwisho. Si wameleta TikTok. Leo sisi wote tunaanza hubiri, watu wanabarikiwa na wale wanasema ni matapeli sawa, ila kuna wenye wanabarikiwa. Kesho mbele ya Mungu. Huyu ninayeomba mimi Munyindu. Pastor Munyindu hapa Quebec. Wakileta ingine ya zaidi ya hii, muje hapa Quebec muniue. Hawataleta ingine ya zaidi, wataanza kujaribu kudanganya watu. Kwa maana wanatumika na watu. Na ni watu wazuri wazungu. Wanatumika na watu. Wakiona wewe unaenda mwa njia, wanaenda na wewe mwa ile njia. Kama ni njia ya kusaliti, wanaenda na wewe mwa ile njia. Kama ni njia ya kuokoa ndugu zako, wanaenda na wewe mwa ile njia. Sijui kama mnanisikiliza. Nahubiri hii na mimi nahubiri Canada. Niko Quebec kwangu. Nahubiri kwenye madhabahu hii. Mpendo, kama unanisikiliza, chagua wapi utakwenda. Wazungu sio wabaya, wanatumika na kila community. Wanatumika na kila ministeri. Wanakuuliza unataka nini? Mimi nataka mimi niwe Freemason. Okay, tunaenda vile. Mimi nataka mimi nifanye kazi ya kuleta watu kwa Mungu. Nilete wa disability kwa Mungu. Nilete homeless kwa Mungu. Tunaenda vile. Sasa mtawalaumu nini? Si unajua kama mko na akili. Si roho na akili mtumikie Mungu. Kisha mnaanza kulaumiana nini? Mimi nawapenda, ni watu wazuri. Natoka maana mimi natangaza injili kusema roho na akili ziwatumikie Mungu. Roho na akili kutumikishe. Acha watu wakusikilie wivu. Wivu tawapeleka wapi? Ila uwaombe na wao wabadilike. Mtu anaweza kafaa vizuri ila anajaa chuki na fitna. Anajaa rombaya, anajaa na rombaya na chuki na fitna. Ndio imefanya Kaini kumuua ndugu yake Abeli. Walikuwa hawana ministeri moja. Ministeri ya Abeli ilikuwa ni kufuga minyama minono. Na anatoa sadaka, sadaka. Sadaka nzuri. Ila Kaini naye anapanda vitu vizuri, anavuna vitu vikubwa, ila kwa ajili ya tamaa anakamata mizizi anakutolea Mungu. Unaweza kusema huruma. Anakamata mizizi anakutolea Mungu. Na wewe mwenye unayotolea Mungu mizizi, mimi nahubiri watu siku yote. Watu wanakuwa wananibariki ni wale wenye mnasimama wanavaga uchi.
wale mnasema wanakunyaka pombe, wale mnasema wanakuwa wanakuwa katika mambo ya ulimwengu, ila ni wachache wenye wanaokoka ndio wanakuwa wananisaidia. Kama vile kijana mimi nasema anapiga gitara hapa Quebec, alinisaidia mambo mengi, alipa pesa zenye siwezi nikawaeleza hapa. Ananipa tu, anaambia pastor, mimi namuita kwa telefoni, tunaongea, anasema pastor, sio na problem, nitakupa zile pesa, nakuja kwako, na ananipa zile pesa. Ila watu wanaosaidia ulimwenguni ni wale watu wanaodharauliwa. Wale watu wasiodharauliwa kutoa inakuwa ni sio rahisi. Hata wewe pastor, hata wewe askofu, kutoa sio rahisi. Atakuletea maverse ya Biblia mingi, atakueleza fanya kazi, tafuta kazi. Sasa kama wakati ya kazi mtu hajapata kazi, kazi yangu mimi pastor ni nini? Ni kueleza waumini msaidie ndugu yenu, mumpe hata pesa kidogo naye anzie yako. Bwana Yesu apewe sifa. Nina imani mmebarikiwa jioni ya leo. Sitaki kuzungumza mengi. Nina imani roho yako itakushutumu mahali popote ulipo. Nina imani akili zako zitatumika mahali popote ulipo. Nina imani utaniombea hata na mimi mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi kama Daudi. Nakubali kabisa mimi ni mwenye dhambi, ila naendelea kutubu mbele ya Mungu, kumwambia Mungu mwingi wa rehema, mwingi wa upendo, Baba ni rehemu, kwa maana mimi sio mtakatifu. Acha wapasero wenzangu wanisaliti kwenye ma TikTok na ma YouTube. Acha wanisaliti kwenye ma Facebook. Acha mapastor wenzangu na wakristo wanisaliti kwenye kanisa na tunaofanya huduma. Ila mimi nafahamu kama mimi ni mwenye dhambi. Na dhambi ile nisitembelee kwa zaidi. Itanisaidia nini? Kwa maana nikikufa kwenye dhambi, nimepana yale Mungu amesema nipane ili saidie kanisa lako ulimwenguni. Sasa mimi nikifa nitakwenda wapi? Ndio kitu ya kujiuliza siku zote wanadamu. Mungu anaweza kukupa karama kuhubiri kama jinsi nawaletea ujumbe mahali hapa, ila mimi nikifa nitakwenda wapi? Where I will go? I will go in heaven? No. Nitamkuta shetani huko. I cannot go to be with my Jesus, because I was preaching, people they was listening to me, they was taking everything, they was walikuwa nafanya yale yenye Mungu alikuwa ananena ndani yangu, ila mimi nikifa nikienda wapi? Ni kwangu mimi kujiuliza, na mimi ni kwangu mimi kukana kujiuliza. Ila na wewe ulio vibaya na ukaachika, tafuta sasa akili na roho ikutumikishe. Usema huko naomba Mungu. Tafuta akili na roho kutumikishe, uolewa sana mwanaume mwenyewe katika mazefu yote mulee. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe mwanaume uko mtoto wa Mungu, kama na unapata mwanamke atakaye kuleta katika ministeri ya Mungu, wala ministeri katika kazi zote unaofanya, mheshimu. Umemwona mtu mzima anakuja na madhaifu yake, mfichiane aibu. Kanisa za leo zifichiane aibu, na kwa maana na ndoa zifichiane aibu. Kanisa za leo mtumishi wa Mungu afahamu hata kwa Mkristo wake, afahamu hata kwa mwenzake pastor. Baza kwa mkanisa 10 ans, je vous en suis, niko na 14 hapa Canada. Baza kwa 10 ans mkanisa, lakini hawajui banakutana tu kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa za hapa uko na gonjwa na uko pastor, uko naita watu ku telefoni, banakwambia niko mkazi, niko kunyumba. Barashinda hata ukia kuona. Uko na afisha banashinda ukia kuona. Kuna ministeri mkuu wa Mungu anaenda kutengeneza pa Quebec. Yule ananisikia kama atakuja kwa ajili ya kunijaribu, aje nijaribu. Kwa maana nina imani Mungu amesema kutakuja wengi na kutakuwa wachache watakuwa jaribu, na kisha utakuwa baraka kwako. Mungu awabariki, Mungu awabariki neno lake. Mungu awabariki nyote mlionisikia. Mugawe, mshare neno hili. Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Tutakwenda kuomba. Mtakatifu Mungu, uishi mahali patakatifu, wewe nimesema asante. Nimekushukuru Yesu Kristo kwa kuniongoza tena katika muda mchache kama huyu. Acha jina lako lipewe sifa, acha jina lako limidiwe. Baba, nashukuru kwa wale wote waliopata Bwana kibali ya kusikia Bwana ujumbe hii ulioweka katika kinywa cha mtumishi wako. Baba, siku zote nakueleza mimi ni mwenye dhambi, ila ukasema nimekushimamisha, nimekujua wewe ni kama Daudi, unapofanya dhambi na unasimama unatubu, na unatubu mbele ya mataifa ili wakuombee. Kuna watu wamenisikiliza hapa Baba, wana huduma za kuombea Bwana wale wote wanaoibiwa zamu, wale wote wanaojaribiwa, ili Bwana warudie katika uwepo wako. Baba, huduma zile uendelee kuziwashia mafuta, uendelee kuziwasha moto katika jina la Yesu Kristo, kwa maana wewe ni mwema. Baba, asante Baba, utakapogawa neno hili liwe
neno la faraja kwao, liwe neno la kuwatengeneza katika safari ya kwenda mbinguni, na liwe neno la kunitengeza na mimi vile vile. Asante mtakatifu wa Mungu, kwenda kutenda. Ni mambo machache kwamba ni kwangu na kutenda ni kwako, ni katika jina la Yesu Kristo. Bariki ministeri zao, bariki kazi zao za kiroho, bariki kazi zao za kimwili vile vile. Kwa wale wana kazi, wabariki kazi. Kwa wale Bwana waliofanya divorce, wanataka kuoa ama kuolewa, Baba, akili zao zitumike. Wasiseme tunangoja kuomba Mungu. Mungu wewe umeshakutupatia akili, umeshakutupatia macho, umeshakutupatia Bwana na hekima. Baba, na waombea Yesu anapopata mume, anapopata mke, wasikilizane. Kusikuwa tena mambo ya divorce. Nimekataa katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana nataka Bwana, ninapofungua ministeri yako, nitumike na divorce, waje mke na mume waliachana, waikae kanisani, wasiwe watu kupigana. Waikae kanisani, waombe Mungu awabariki tena na kanisa. Mke apate mume mle, mume apate mke mle, ili tumwaibishe shetani anayetudharaulisha. Yeye Mungu wa Elia anayetudharaulisha, yeye Mungu wa Meshaki, Shadraka na Abednego. Nani Bwana aliyekubali Bwana ndoa ziharibike? Hakuna katika Biblia, hakuna. Yesu Kristo, Baba, umesema tuoe na kuoana na tuzeekeshane na tuzae vijukuu na vijukuuza. Mungu wa Elia, tenda. Mungu wa Meshaki, Baba, na imani tutakwenda kutenda. Baba, asante kwa maana umesema ni lazima tushinde majaribu, na jaribu yako ndio mtaji wako. Acha tushinde majaribu hiyo Bwana. Asante Yesu Kristo. Kwa wale wanaokuwa na makazi ya kimwili, wanaokuwa na maduka, wanaokuwa na makazi zao, Baba, wanaweza kudharauliwa, wasimamishe Yesu, wasivunjike moyo. Baba, wanapobarikiwa na waendelee kutolea Mungu, waendelee kubariki Bwana katika finance, waendelee kubariki Mungu wa ajabu. Kuna kazi kubwa tunafanya ya kusaidia wahandikape, ya kufungula kazi yako hapa Bwana. Umesema utaniletea watu Bwana, watasaidia ministeri hii, watafungua kazi yako kwa mimi ninayekuwa mwenye dhambi. Baba, umesema vile katika usingizi, Baba, nilipo mwenye dhambi, ila nitaendelea kusimama na wenye dhambi, kwa maana kanisa zako Bwana, umesema tufungue kanisa zako kwa ajili ya wenye dhambi. Baba, watu wanasema ni watakatifu, ni watakatifu. Oh, haleluya. Baba, nimesema asante. Baba, naacha yote katika tina vitaka mkononi mwako. Baba, asante kwa mtakwenda kubariki maombi haya. Ni mambo machache kwamba nilikuwa nakutenda ni kwako. Ni katika jina la damu ya Yesu Kristo, ulimwomba na Mwokozi. Amen. Mungu awabariki mahali popote mlipo. Mubarikiwe, mugawe. Mimi naendelea sana programu ya TikTok, na tuendelee kuomba na waachia hitaji hii ulimwenguni mzima, mkiwa hapa Quebec na mahali penginepo, na waachia hitaji hii ministeri kwenda kufunguliwa hapa. Na Mungu ameonyesha kama kuna watu watatumika nao, na sitawaita, watakuja peke yao, wataniita ndio tutafanya kazi, kwa maana mimi ni mtumishi wake na ninyi mko watumishi na wajakazi. Sisi wenye dhambi, acha tutumike pamoja, tuendelee kumlilia Mungu, tumalize mwendo salama. Bwana Yesu awabariki. Amen. Good.